nchi ya UAE ni moja ya sababu Tanzania iko hapa sasa hivi. Kama mnavyojua, kuna maafa ambayo yanaendelea huko Sudan sasa hivi, ambayo nchi ya UAE inatuhumiwa kuback kile kikundi kinachofanya mauaji. Ni same thing na kinachotokea Tanzania. UAE wana back serikali inayoua raia wake ili kupata uraisi, na wanaibak hii serikali ya Samia kwa sababu hii serikali inawaruhusu, inawezesha kupora rasilimali zote za Tanzania. Nchi ya UAE inabidi iangaliwe kwa jicho lingine na hii dunia. Nchi ya UAE, kama mlikuwa mjui, nchi ya UAE imetoa citizenship, imetoa uraia kwa Abdul, mtoto wa Samia. Yule sasa hivi anaingia Dubai bila visa, bila nini, ni mwananchi. Hilo dogo, nchi ya UAE imempa Abdul private security. Abdul halindwi na forces zozote za Tanzania, si usalama taifa, si nani. Hao ni anawatumia kuua watu, vikosi, ila sio kumlinda. Abdul hasogelewi na Watanzania, analindwa na jeshi na kundi lilopewa na UAE. Unaambiwa hata Kiswahili hawajui wala nini wanaomlinda Abdul, kwa sababu haamini Watanzania, anaamini wanaweza kumuua. Kwa hiyo UAE, nchi ya UAE imetoa ulinzi huo ili iweze kuendelea kumweka Abdul na mamake madarakani, ili waendelee kuiba, ili UAE endelee kuiba na kupora rasilimali za Tanzania. Nchi ya UAE inatakiwa kuwa boycotted na dunia nzima. Watanzania niwaeleze kitu kimoja, kundi hili la wanamtandao wahuni ni kundi baya sana. Angalieni nchi yetu ilipofika mpaka sasa. Nchi imejaa taharuki. Wananchi wamekufa. Alafu watu wanafanya sherehe wameshinda. Nani alipiga kura? Hali za watu zinazidi kuwa duni. Watanzania tusiogope. Kila mmoja kwa nafsi yake asimame, apaze sauti kwa vitendo. Kwa vitendo kabisa. Niko Tanzania tarehe 9. Tutaanzia pale Masaki. Tukitoka tunakuja Mikocheni. Tukutane huko. Mungu ibariki Tanzania. Yes, ni kweli. Mungu aibariki Tanzania. Ndilo hombi langu pia, kama vile unavyomsikia anavyoomba pole pole hivyo. Lakini kabla hiyo mibaraka basi haijashuka, kuna kitu hapa nataka tuzungumze. Mwanzo umemsikiliza Mange Kimambi, amezungumza maneno machache kwa utendeti kuhusiana na UAE. Unajua sometimes hata Waswahili wanasema jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Na hiki ndicho kitu ambacho kinafanyika na watu wengi. Manake kuna watu wanaomrusha Mange Kimambi vijiti na mawe, wakimwambia wewe ndio umechonganisha mpaka amani imepotea katika nchi yetu ya Tanzania. Kabla sijakuletea ile secret ambayo iko hapa, kwanza nataka ujiulize, huyu ambaye ameongea na amepatiana lineup ya maandamano ya tarehe 9 Disemba, mahali itaanzia mpaka itaelekea wapi? Ni Mange Kimambi. Ukweli ni kuwa kuna watu kadhaa, kuna Watanzania wengi ambao wamechoka na uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Na huo ndio ukweli. There are people who are tired. Watu wamechoka. Na ndio nikakwambia chuzi, mtu anaweza akavumilia, mkaona Tanzania ni nchi ya amani, yani hakuna ile purukusani, hakuna maandamano ya hapa na pale, mpaka mkajisifu, mkasema Tanzania we are safe.
from mambo ya kuharibu amani. Lakini kumbe si eti amani iko ndani ya taifa. Amani hakuna. Ni vile tu watu wamefinywa, wakafinywa mpaka wakafika mwisho. Hakuna, there is no room for breathing. Yani hawana ile space ya kuweza kuzungumza kile ambacho kinawauma. Wakatulia, alafu ukasema kuna amani. Kama sasa hivi mtu anaweza akasema kuna amani, lakini ukiangalia vizuri, unaweza ambia watu kuna amani, ili hadi hawa wenye unasema kuna amani wamepepa marungu na mawe mkononi, halafu unasema kuna amani? Which kind of peace is that? Hakuna amani. Ukweli ni kuwa amani inafaa kutafutwa. Taifa liko katika hali ya mshike sasa hivi, liko katika hali ya hatihati, na huo ndio ukweli. Ukisikiliza vijana wengi ndani ya mitandao ya social media hapa na pale, kote kote, utasikia vile wamechoka. To a point niliona wengine wamefika mahali wanazungumza, wamefunika uso wao kabisa, hawawezi onekana ni nani ambaye anazungumza. Unataka kuniambia hiyo ndio amani? Amani hakuna, ila wamenyamaza kwa sababu wamefinywa na hawana ile freedom, hawana uhuru wa kuweza kujiongelezea. Ile uhuru ya kuongea ni nini kinachowauma hawana, ndio wametulia. Wacha nikupeleke direct, tujaribu kuangalia haya mambo ya Mange Kimambi kidogo tu, ili tuweze kujiuliza haya nayo yazungumza kuna ukweli ndani yake. Manake mimi huwa sipendi kubusiria tu mambo hivyo rahisi yakisasemwa, because nina waheshimu Waswahili waliosema lisemwalo lipo, kama halipo liko njiani linakuja. Na kuna uwezekano kuna watu kadha ambao wameona hili, akiwemo Mange Kimambi wameliona, lakini watu wengine kwa sababu hawajaliona ndio wanasema ni fununu, ni kuchonganisha, anatafuta sijui ni nini. Kwanza amesema mtoto wa Samia Suluhu Hassan Abduli yuko anaishi huko nje, huko nje nchi za UAE, na ametulia huko na hakuna majeshi yanayomlinda, na yeye hakuna dual citizenship ya Tanzania na ya huko Warabuni. In case kumeharibika huku Tanzania, yeye hako na mahali pa kuingia, na anaingia bila shida, anaingia tu, anaingia na anatulia na mambo yake yanaendelea vizuri. Hiyo iko because si mara ya kwanza tumemwona akiingia huko na anaenda tu, hana tatizo. Na ukumbuke ile tabia ya hawa watu especially kutoka huko UAE, tabia yao ya ndani, wakishaona kuna mahali ambapo wanaweza wakapata kitu, something from, hawatulii. They can do anything until they make sure wamepata hicho ambacho wanakitaka. Amezungumza kuhusu Sudani. Sudani ilikuwa na vita, inapigana, watu wameuawa, na hayo yote msingi wake ikawa kuna UAE ambayo imetia mkono wake hapo ndani, ikisaidia kusukuma serikali ili ipigane zaidi, serikali isitoke mamlakani, kwa sababu kuna mazungumzo ambayo wamekuwa nayo kati ya hiyo serikali na hawa watu wa UAE. Kuna venye wanakula rasilimali kutoka huko, na huyu mwenye serikali akiwa anapewa kile chenye anapewa, unafikiri atafanya nini? Hawezi akachari maslahi yako wewe mwananchi wa hapo chini. Sasa kama liliweza kufanyika katika nchi ya Sudani, hili ambalo linazungumziwa kuwa pia liko Tanzania, kuna uwezekano kabisa liko. Na baadhi ya wale watu ambao wamechua ndiye kama huyu anayezungumza mpaka anakuambia tarehe 9 tutoke
tutaanzia wapi, tuelekee wapi, mpaka tufike wapi? Kwa sababu they are tired, wamechoka. Na wengi ukisikiliza saa hii watu wameanza kurealize, mpaka wamesema kweli Tanzania tunahitaji haki, ndio tunataka, ndio Tanzania iweze ku move forward, ndio tuweze kusonga mbele vizuri, tunahitaji haki. Na huo ndio ukweli. So mtu asije saa hii akakwambia ati Tanzania amani imerudi. Mimi nilikuambia mara ya kwanza tena kwa hiyo video ambayo imepita, kama hujaangalia naomba uangalie, maana nimekuambia tahadhari kabla ya hatari. Hatari inakuja. Na unajua there is no freedom without bloodshed. Huo ndio ukweli. Hakuna uhuru ambao utaupata kama damu haijamwagika. Kumbuka hata wa Afrika tulipokuwa tunapigania uhuru kutoka kwa mzungu, damu ilimwagika nyingi tena sana, ndio huo uhuru ukakuja kupatikana. Because a very good example ni kama mtu ameshikilia nyama ya kuku hivi, ameshikilia yeye, halafu wewe unataka kumupiga umnyang'anye, anaweza akakupatia hivi, ndio hii chukua, yeye abaki njaa. Ni vigumu sana. Museveni mwenyewe Uganda alisema alipepa bunduki ili akapata huo uongozi ambao ako nao. Kama wewe pia unataka, chukua bunduki, kuja unimalize, uchukue huo uongozi. Amewahi sema yeye na kinywa chake, mimi ni what? Hana kusarenda, haachili. Na ukiangalia hiyo character ya dictatorship ndio Mama Samia Suluhu Hassan ako nayo. Sasa kumtoa hapo, it is not easy. Sio kwa kumwambia na midomo tu eti sasa tamu yako imefika mwisho, songea, toka. Hawezi. Ila mimi niliwaambia tena na mapema, nyinyi kama Watanzania ndio mko na everything, kila kitu ambacho mnaweza mkakifanya ili mkaweza kufaulu mko nayo. Anyway, mimi kile ambacho ninaombea nchi ya Tanzania ni amani ya kipekee. Kama vile huyu Polepole ameweza kusema chenye tunahitaji ni amani, na mimi nasema amani iweze kutawala. Simple and clear. Mambo ya vita imeandaliwa, lakini tunaikamia kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. By the way, like hii video, subscribe kwenye YouTube channel. I'm coming up with an update ya kila ambacho kinaendelea. Mbarikiwe.